Yo wagwan, Brayton Davis na ni Skankara podcast, na leo nataka nikwambie kwamba haya maisha tumeumbwa kuja kufurahia maisha. Tujaumbwa kuja kuteseka kwenye maisha. Despite tunateseka, despite ya kila kitu, lakini maisha maana yake ni kuja kuyafurahia, kuja kuutukuza utukufu wa Mungu duniani, au sio? Tunafanya mambo mengi kila siku na mambo hayo mengi yanatupelekea kwenye matatizo mengi ambayo yanasababisha maisha yetu yawe ya shida, ya kuteseka na kuona kama maisha na ups and downs nyingi sana. Like tunaona sasa kama maisha ni mateso, maisha ni lazima upambane ili utoboe, lakini maisha is just to entertain, ni kuishi kwa kufurahia maisha, sio kwa kuumia kila siku, na sio sifa kuishi kwenye matatizo au kujiona kama kila siku upo kwenye matatizo ukahisi kama ndo mchongo. Sio sifa. Ukizubayo matatizo yenyewe yanakuua na unaenda ahera, ni hata hujaenjoy maisha. So episode ya leo nataka nikwambie ni kwa namna gani unaweza ukayaturn maisha yako kidogo tu, at least ukaenjoy maisha na uachane na maisha ya kuishi kwa kuteseka, kuishi kwa msongo wa mawazo, kuishi kwa kuona kama dunia nzima imekugeukia wewe, au kama wewe ndo mzigo mzima unao wewe tu. Kila mtu ana changamoto yake na kila mtu anapitia kitu anachokipitia. So usijisikie kupotea wala usijisikie kana kwamba wewe sio mtu wa kawaida au nini. No man. Sasa kuna a simple trick ya kuishi ya maisha kwa amani, au sio? Na a simple trick ni kusimama kwenye only positivity. Achana na stories za negativity kabisa, kwa sababu ndo zinazokuumiza. Chochote ambacho unakifanya au chochote ambacho una mpango nacho, hebu kiwekee mawazo chanya. Epukana na mtu yoyote ambaye ana mawazo hasi kwenye maisha yako. Hichi kitu mimi napenda kukiongea sana kwa sababu ni kitu kidogo sana kwenye maisha, lakini kina maana kubwa sana. Ukiishi kwenye jamii yetu hii ya kila siku, watu kila siku wanajisemea mabaya, watu kila siku wanajiongelea mabaya, watu kila siku wanajiona watoshelezi, wanajiona hawafai, lakini it's just a mindset game. Ukiweza kubadilisha your mindset, basi unaweza kubadilisha mazingira yote yanayokuzunguka na maisha yako kwa ujumla, au sio? Kwa sababu gani nasema hivi? Unaweza kukuta hata mtu ana mtoto wake ni mdogo, anavyomtreat yule mtoto ni kana kwamba ndo anaanza kumnyong'onyesha kuanzia akiwa mdogo, kuona kwamba maisha ni magumu kuanzia akiwa mdogo. Unakuta mtu anamtukana mtoto wake, anamuita majina ya matusi, we mbwa, njoo, we sijui nini, nitakupiga, mjinga kama babako. Unajua zile ni mindset ambao unaitengeneza kwa huyo mtoto na kwa hata watu wanaokusikia unavomuita yule mtoto. Wanajenga mwanae anamuitaga mbwa, kwa hiyo hata si tukimuita ni sawa, au sio? Kwa hiyo unaanza kutengeneza mazingira fulani magumu kwa mtoto kuanzia akiwa mdogo. Tuachane na mfano huo wa mtoto, kwa mtu mwenyewe binafsi, mtu ambaye unajitambua. Na kwa nini ujidharau? Kwa nini ujiite majina ambayo si ya utosholevu? Kwa nini ujiite vitu ambavyo unahisi wewe mwenyewe havikufurahishi na utapendezwa navyo mtu akikuita? Kwa nini uishi maisha ya wasiwasi na majuto yasiyokuwa na msingi, ya vitu ambavyo vimeshapita? Umeshikilia vitu vya miaka 10 nyuma, sio babako alikufanyia nini, unashikilia majuto, unashikilia manunguniko, unashikilia. Kwa nini usiachie hivyo vitu vyote na ukaamua kubaki kwenye a positivity mindset? Kwa nini usione kila kitu kinawezekana? Kwa nini usione unaweza ukafanya kila kitu? Kwa nini usione wewe una deserve kuishi hao maisha ambayo wanaishi watu wengine, kuendesha gari nzuri, kuishi sehemu nzuri? So it's just a mindset game. Ukiweza kuchange your mindset, ukiweza kuchange hapa, man, you can change the world. Kwa sababu akili ya binadamu ni the most powerful tool, kwa sababu hayo masilaha vitu yanayotisha yote yanatengenezwa na mwanadamu. Na mwanadamu anatumia nini? Akili. Maana kuna mtu anakaa chini anafikiria, then anasuka project afa anatengeneza kitu. Sasa kwa nini usitumie akili yako kutengeneza maisha unayoyataka wewe? Yani kujiweka kwenye engo ambayo unaitaka wewe, the life you need, the life you want, the life you wish. Jiweke huko. Kitu kingine cha pili, epuka kujifananisha, kujicompare. Comparison inaua furaha. Comparison it can inaua kabisa furaha yako, matumaini yako, amani yako. Ukimwona mwenzako sijui kapendeza, ukimwona mwenzako kafanya hivi, ukimwona mwenzako kafanya hivi, roho yako inakaa hivi, yani utateseka sana. So change your mindset, na pia acha compare na kujifananisha na watu wengine. It's just
ni vitu vidogo sana kwenye maisha, lakini vina make a big sense, na vina make a big sense for a time. Yani sasa hivi unaweza kuwa unajiona kama ni kitu cha kawaida, unavyojidharau, unavyojiona utoshelezi kwenye kila chumba, wewe utoshelezi. Hicho kitu kuna siku kitakuletea impact. Sio ajabu leo kuna sehemu upo au kuna watu umeconnect nao, au watu ndo labda ma destiny helpers wako, wanatakiwa kubadilishia future yako kabisa, lakini wewe unajiona kama utoshelezi, unaogopa kuambia idea zako, unaogopa kuwapa michongo yako, unaogopa kuwashirikisha vitu unavyovipitia. So unaweza ukajikuta unachelewa sana kufika kwenye sehemu ambazo wewe unazitaka. So huu ni wito tu kama The Skankara Podcast, vijana tuache kujidharau, tuache kuona kana kwamba hatutoshelezi sehemu yoyote. Kila chumba unachoingia, keep your focus. Macho yako yawe mbele, focus yako iwe kubwa, na imani yako kwako wewe mwenyewe iwe kubwa sana. Yani jiamini kuliko mtu mwingine yeyote anavyoweza kukuamini. Amini unachokifanya kuliko mtu mwingine yeyote anavyoweza kuamini. Umeona? Yani wewe ukisimama kama the leader, wewe ndo mchonga njia, wewe ndo director, wewe ndo kontawa kila kitu kwenye maisha yako, lazima uje usucceed. Yani hiyo bidii haijai kumtupa mtu. Bidii ya kujiamini, matumaini makubwa na kufanya kazi kwa bidii haijai kumtupa mtu. So that's it. Episode hii ilikuwa imelenga jambo hilo tu dogo la kuwakumbusha watu wengi. Naliongeaga sana kwa sababu najua lina impact kubwa sana. Yani kama umeshawahi kujinenea maneno fulani mabaya au kujiona sehemu toshelezi, wewe ni shahidi pekee kwamba hukutosheleza. Kama kuna kitu ambacho ulikiwekea doubt, ni kweli hakikufanikiwa na kilipotelea hata kusikojulikana. So chochote ambacho sasa hivi unakifanyia kazi, eka imani kubwa, jiamini na fanya tu kwa bidii, lazima kitaita, au sio? Shout out kwa kila mtu ambaye anafuatilia The Skankara Podcast. We back na episode ni kila siku. So baada hii kuna nyingine tena inafuata, au sio? Back to back, just kuongea na vijana, just kuongea na jamii na kujua ni namna gani ambavyo tunacheza mchezo wa maisha, au sio? Shout out kwa everybody. Endeleeni kusubscribe, kucomment, kulike, kushare na I'm saying kama hivyo.